kipi usichokielewa? Wewe ni mtu mzima, kipi usichokielewa? Mbona nisikilize. Ingekuwa ni hivyo, ungesema mapema, mimi nisingechukua hela yako. Yaani huwezi kunirubuni kwa sababu ulinipa hela yako. Na ni shilingi 600,000. Nenda, mimi nitajua nafanya nini leo. Naona nakubembeleza. Niko serious ujue, namaanisha? Achana na mimi bwana. Mbona wewe nenda? Unasema niachane na wewe unabaki? Nenda, wewe unajikuta mwanamke. Nenda, kiburi. Nenda kaonyesha kiburi wako vizuri. Basi. Basi tuende. Unajua kabisa sio sawa kuongea na mume wako. Hebu panda kitandani kwanza tuongee vizuri. Njoo kitandani tuongee vizuri. Habari yako Jamila? Salama. Hapana, mimi siko poa kabisa. Pole, nini shida? Na changamoto tu ambazo zimenikuta kwenye masuala ya kikoba na istoshe siwezi kumshirikisha mume wangu kwa sasa. Kwa nilikuwa naomba kama unaweza kunisaidia, nahitaji pesa. Nimekwama kwenye kikoba. Basi ondoa shaka. Kama kweli uko serious, unahitaji msaada kutoka kwangu, basi baadaye njoo nyumbani. Na maana yangu kukwambia hivyo. Kwa hiyo kama kweli unahitaji msaada, njoo nyumbani. Ila kama unahitaji unaweza kubaki kwako. Wala hamna shida. Basi nitakuja, hamna shida, usifanye hivyo. Sawa, nitakuja. Vizuri kama unakuja. Sawa. Jitahidi usichelewe. Sawa, hamna shida. Sawa, baadaye. Mbona kama ulikuwa unatoka? Nilikuwa naenda kumwona rafiki yangu wa Kwa sasa hivi uwage safari zako. Unajiamulia tu, si ndio? Hapana, ningekupigia kwa sababu nilisema nikifika nitakupigia nikupe taarifa, maneno kwa ghafla sana. Au ulikuwa unataka kwenda safari zako tofauti na hiyo? Sikuwa na safari nyingine, ni hiyo tu. Na uhakika? Sawa. Jitahidi wahi kurudi hapa. Sawa, kwa hiyo. Siri ya huba imenigusa moyoni, siri ya huba imenishika roho, maana ya mapenzi.
katika roho, maana haya mapenzi. Nimefurahi sana kukuona Jamila. Mimi pia nimefurahi kuonana na wewe. Kitu chokifanya ni kikubwa tofauti na unavyofikiria, kwa sababu kujiingiza kwenye mikopo bila kumshirikisha mmeo ni hatari. Ikitokea ukishindwa kulipa, wataenda nyumbani kwenu, watachukua kila kitu, hata kama hauhusiki nacho. Wanaweza wakachukua vitu vya mume wako, mwisho wa siku ukaja ukaharibu ndoa yako kwa sababu ya vitu vidogo. Kwa usije kurudia hii mistake. Naelewa, lakini nilifanya kwa maendeleo yetu na sikujua kama naweza kukoma kiasi hichi, ndio maana nimeomba msaada wako. Usijali. Unatumia mtandao gani? Tigo. Tajia namba. 06. Jamila Emmanuel. Ndio. Nimeweka 6. Sijajua ulikuwa na shida na kiasi gani, ila nimeweka hiyo. Asante sana. Itanisaidia sana. Mungu akubariki. Nadhani ni muda wa mimi sasa kuondoka, maana miongo ndo mida yake kurudi nyumbani. Mimi nitegemea tutakaa pamoja, yani kuagizia hata chakula tule pamoja. Ningetamani iwe hivyo, lakini naomba iwe siku nyingine tafadhali. Tenda. Jua likizama, moyo unaona, hawezi ficha hisia, moyo ukipenda, moyo umekwambia nawe unaenda. Kwani nilivyokuambia uwahi kurudi ndio umewahi hapa, si ndio? Mume wangu alikuwa anaumwa sana. Kwa hiyo sijaweza kumwacha mwenyewe, imebidi nimpeleke hospitali, ndio maana nimechelewa. Na foleni barabarani. Sawa. Mimi sikatai wewe kumguza rafiki yako. Lakini tambua nyumbani umemwacha mume. Si umeelewa? Nyumbani umemwacha mume. Kwa hiyo ungewahi. Kwa rafiki yako ni muhimu kuliko mimi sasa hapo. Au mimi ndio nimefanya makosa kukupa hiyo ruksa ya kwenda? Mume wangu, lakini sijadhamiria kuchelewa. Naomba samahani. Imetokea tu bahati mbaya. Sijapenda. Samahani. Sihitaji jambo lijirudie tena. Sawa, nimekuelewa.
Wewe unatoka na mama unazalao. Mume wangu, mimi nishasema mambo mimi sitaki mwanangu. Hivi unautokaje? Mimi tunazungumza ndani, unakuja kuzungumza. Kwani lazima tufanye kila siku? Wewe una mapumziko wewe. Sifanyi leo, nimesema sifanyi na sirudi. Kuna maana gani mimi kuoa wewe? Kuna sababu gani mimi kuoa wewe? Ndoa ni mapenzi. Wewe kila siku tupo kitandani, kila saa kitandani, uchoki? Unazungumzia kuchoka? Unachokaje kwa mke wangu? Au kwa sababu umetoka katika hizo safari zako mchana umeenda kutembea na wanaume zako? Ndio maana mimi unanigea rift, ndio? Hivi Hassan, unajisikia unachokiongea? Unakielewa kabisa wewe? Yaani mimi najitahidi kuwa mwaminifu kwenye hii ndoa na kujali na kuheshimu, na bado unadiriki kusema natembea na wanaume nje. Sasa kuna maana gani ya kuniambia hivyo? Hasani, sitarudia hili jambo. Nikitaka tutafanya, sitaki hatufanyi. Haijalishi wewe ni mume hapa ndani. Usinichanganye. Nisikuchanganye. Niache bwana. Namkaje? Salama, za kwako? Salama, kwema. Kwema. Kwema, naona umeamka mapema sana. Sikuwa na usingizi leo. Sawa, sasa mimi nataka niende kazini. Lakini kabla sijaondoka, mke wangu, naomba radhi kwa ile situation ambayo imetokea jana. Binafsi nimekaa nimefikiria, nimeona nilichokifanya jana sio kitu kizuri. Kwa hiyo naomba radhi mke wangu kwa ile situation ambayo imetokea jana. Asante, mimi ni mke wako, si ndio? Yanapotokea mambo madogo kama hayo, haina haja ya kulumbana. Ni wewe kunielewa na mimi kukuelewa. Tukienda hivyo, tutakuwa na furaha na amani kwenye ndoa yetu. Nashukuru kwa kunisamehe. Maana yote nimekaa mke wangu nimefikiria. Nimeona sio kitu kizuri. Na pia ndio maana nikafikia hatua kuomba msamaha. Yote ni kwa sababu nakupenda na sihitaji kupoteza mke wangu. Nafurahi kama umeona umekosea na umeamua kuniomba msamaha, na shida ni kukusamehe. Nakupenda pia mke wangu. Sawa, jambo la pili, naenda kazini lakini nitachelewa kidogo kurudi leo. Kwa nini? Kuna kazi nyingi leo ama? Kuna jamaa mmoja, yule rafiki yangu anaitwa Almasi Flavor. Sasa anajisikia vibaya, mguu wake unamuuma. Aliniomba, kwa hiyo nitamwangalia tu pale kwake alafu nitarudi. Haya mume wangu, Mungu akutangulie, kazi njema. Nakupenda. Haya, bye. Haya, bye. Baki salama. Hamna shida. Mambo vipi? Poa, maji za kwako? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko poa. Sijui wewe. Nzuri tu. Kama utojali nilikuwa naomba leo tukutane. Majid, si unajua lakini kabisa mimi ni mke wa mtu. Kwa hiyo kwangu ni ngumu kabisa mimi kutoka nyumbani kuja kwako kuona, haiwezekani. Tafadhali. Majid, mume wangu katoka kaenda kazini. Aje arudi nikose, nitamwambia nini? Na siwezi pia kutoka nyumbani bila kuomba ruhusa. Majid bana, mimi siwezi kuonana na wewe. Kama unaogopa hakuna chochote kibaya kitakachotokea. Unaniahidi? Ndio, nakuahidi. Usijali. Haya basi sawa, kama ndio hivyo mimi nitakuja. Sawa, saa 10 nitakuwa hapo, lakini hakikisha unatimiza ahadi yako. Ujue mimi ni mke wa mtu na ninajiheshimu. Haya sawa, na shida. Asante. Nimekuita hapa kwa sababu kuna vitu kidogo ambavyo nahitaji nikwambie. Kitu gani hicho?
Unajua Jamila, wewe ni msichana mzuri sana sana, na nilikuwa natamani nizungumze haya maneno muda mrefu, lakini nikawa natafakari sana kutokana na position niliyokuwepo. Nadhani unajua kwamba mimi ni shemeji yako. Naelewa. Lakini hadi nimeshindwa kuidhibiti hii hali. Ina maana level upendo wangu imepitiliza, imezidi kuwa kubwa. Na ndio maana nimeamua leo nifunguke kwako. Una maana gani? Nakuhitaji. Unajua mimi ni mke wa mtu. Na sio mke wa mtu tu. Wewe ni shemeji yangu. Kwa hiyo kitu kwetu hakiwezekani kabisa. Lakini Hassan ni rafiki yangu tu. Hata kama yaani kwa kifupi siwezi kufanya kitu kama hicho kabisa. Na kama utaendelea hivi, itakuwa mwanzo na mwisho wa mimi na wewe kuwasiliana. Unajua nikikutazama machoni mwako napata hisia kabisa kuna vitu vya msingi wewe kama mwanamke unavikosa kwa Hassan. Ukinipatia nafasi nitajitahidi kukupa maana halisi ya tendo la ndoa. Nitakuhudumia kama mke wangu kadri ya uwezo wangu utakapoishia. Alafu istoshe, mimi sikuwa mjinga kukusaidia. Nilikusaidia kwa sababu nakupenda. Wewe ni mtu mzima, unaelewa Jamila. Unaweza kuenda hii situation. Istoshe, mimi nitaweka siri. Hassan hawezi kujua chochote tutakachokifanya baina yangu mimi na wewe leo. Naomba unisikilize kwa makini. Hakuna chochote unachoweza kufanya ambacho mume wangu hawezi. Ilo weka akilini. Hakuna chochote unachoona kwenye macho yangu mimi zaidi ya kwamba siwezi kufanya hicho kitu na wewe. Sasa nitamwambia kwamba nikutumia 600,000 na nitamwambia kwamba nilikutumia na ndio maana nikakutumia hiyo hela. Nilikutumia kimwili kumaanisha. Nzuri message ninazo, maana najitahidi kuongea na wewe kiustaarabu na shida kunielewa. Hivi kweli uko serious mimi nikose kuonja tunda lako msichana mzuri kama wewe? Jamila, uko serious? Umeona wapi mwanaume anampa fedha bure mtoto wa kike? Ukiona mwanaume anakupa pesa ujue kuna kitu anachokihitaji kwako. Kipi usichokielewa? Wewe ni mtu mzima, kipi usichokielewa? Naomba unisikilize. Ingekuwa ni hivyo, ungesema mapema, mimi nisingechukua hela yako. Yaani huwezi kunirubuni kwa sababu ulinipa hela yako. Na ni shilingi 600,000. Nenda, mimi nitajua nafanya nini leo. Naona nakubembeleza. Niko serious ujue, namaanisha? Achana na mimi bwana. Mbona wewe nenda? Unasema niachane na wewe unabaki? Nenda, wewe unajikuta mwanamke. Nenda, kiburi. Nenda kaonyesha kiburi wako vizuri. Basi. Basi tuende. Unajua kabisa sio sawa kuongea na mume wako. Hebu panda kitandani kwanza tuongee vizuri. Njoo kitandani tuongee vizuri. Sasa ni mtu mzima mama, kitu gani usichokielewa? Lakini nimekwambia hatojua kitu chochote. Unaniahidi? Nakuahidi. Lakini unajua sio sawa tunapopana. Nimekubali. Sijawahi kutegemea kwamba
Hassan anafaidi kiasi hichi? Hata hivyo mwenyewe unajua mambo vizuri tu, kwa hiyo labda itakuwa mwisho wa hili jambo kama itabaki kwa siri. Naanzaje kumwambia Hassan? Uone hata mwenyewe naweza nikajikuta naharibu karibu naye. Mkweli yote 9-10. Nimeenjoy sana. Sijui enjoy kama hivi siku zote zinafanya. Sema na wewe, jitahidi kupunguza kelele. Bwana siwezi bwana, kila mtu ana style zake, mimi siwezi. Yaani hapo unanifikirisha hata nikitoka nje majirani ataniangaliaje? Wasiwasi wako tu kipenzi. Natamani hata ningekuoa mimi. Labda katika dunia nyingine nitakuwa mchako pia. Kwa hata kuniambia tutaendelea kuiba hivi siku zote. Sio? Siku zote. Kuna kitu nimewaza. Wiki ijayo nimwambia Hassan nasafiri, nipata dharura kidogo. Alafu nije kukaa hapa wiki nzima tuenjoy penzi letu. Unaonaje? Uko serious my love? Niko serious, siwezi kukosa kitu cha kumdanganya. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Alikuwa mtu